Hapa ndo mbungi imepigwa dakika 90 kali sana. Mechi ya maana mno. Taa zimewashwa tena, watu wanajirig Azam Media Limited wale baada ya kuwaonesha mipango mizima. Mechi ya uhakika sana bwana. Niambieni watu wangu mnaendeleaje, na wasalimu, siku nyingi sijaenda live Instagram. Inaweza kama mwaka wa pili sijaenda Insta live. Amani Stadium nilipofanyia commentary ndo hapo sijatoka kabisa. Hoi bin Taban. Mechi ya kiume sana hii jamani. Karibuni hapa miongoni mwa dabi ya Kariakoo ambayo imekuwa na ubora mkubwa sana. Hii inaweza kuwa miongoni mwa mechi nzuri sana za dabi ya Kariakoo, na watu wameshindana kweli kweli. Huo! Ukisikia huo lineman kazingua. Of course kulikuwa na changamoto kidogo. Unajua wakati mwingine mpira wetu kwenye uamuzi, akikosea mwamuzi ndo kakosea. Hakuna sehemu ya kureview. Wenzetu wamefika mbali, wana VAR, video assistance referee. Kwa hiyo ikitokea tatizo wanakwenda kuangalia, watamuita tu bwana, hapo hakukuwa na offside au ilikuwa offside. Kwa hiyo linaweza likafungwa goli likawa sio offside. Kwa mfano goli la Selemani Mwalimu, ukiangalia picha za marejeo lilipaswa kuwa goli sahihi kabisa, goli halali. Hata mwenzangu James Samuel alisema kwamba hakukuwa na offside kwa sababu Mwamnyeto aliua mpira wakati tunatoka kwa ura. Mwalimu alikuwa onside, akapiga kichwa, Ziara akacheza, ile rebound ilikuwa ni clear goal. Lakini mwamuzi msaidizi nambari 1 Kasim Panga, yeye kwa jicho lake aliona na offside, na hakukuwa na mtu wa kumsaidia mwamuzi wakati kuweza kureview kama ni goli au sio goli. Sasa ikipita imepita, lakini so far imekuwa ni mechi nzuri ambayo imekuwa na upinzani. Pia kulikuwa na offside ya Dube ambaye alikuwa anakwenda kwa attack transition ya Yanga, alikuwa yuko onside. Line to Hamdan side na yeye akasema ni offside, lakini Dube hakuwa ameotea kwenye mpira mrefu ule. Kwa hiyo ni matukio makubwa mawili ambayo yamekuwa na mjadala mkubwa, ni kwa kiasi yametia doa, lakini so far mwamuzi Nasro Mwinjui yeye katikati amechezesha vizuri sana, kiacha makosa au mawili ambayo yamesababishwa na wasaidizi wake. Imekuwa ni mechi nzuri ya dabi na watu wameenjoy kuona mchezo mzuri bila shaka. Baraka Mpenjo, unaonaje mechi na Tanzania mpira wetu? Mechi ni nzuri, mechi ilikuwa ni nzuri, na mimi nimefurahi kutangaza dabi ya Kariakoo baada ya kupita muda mrefu. Unajua sijatangaza muda mrefu, na sasa hivi sitangazi mechi nyingi sana kwa sababu umri unasogea, nguvu zinapungua, majukumu yanaongezeka ya kikazi. Vijana wamekuwa na kasi, wamekuwa na maarifa mengi na wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo naanza kupunguza mechi za kutangaza mara chache kidogo, ili wengine waendelee kufanya kazi yao. Kina Haribu Mzinga nafikiri ndio mtangazaji namba 1 hivi sasa wa kabumbu Tanzania. Wapo akina Pascal Kabombe, akina Ramadhani Ngoda, Hassan Ahmed, akina Giredea, akina Leonard Musikula, vijana wadogo, akina Sefu Bongi, vijana wadogo. Wakati wako shule sekondari mimi natangaza mpira muda mrefu sana. Siwezi kutangaza kila siku. Sasa mambo yanabadilika. Nakuwa nasikika na nafanya majukumu mengine jamani, kuna wanasema nakupenda bure ila waambie tunataka goli letu. Hilo liko juu ya uwezo wangu. Mwingine anasema wafunge Azam TV uwanjani. Unajua VAR ina taratibu zake, na mwisho wa siku ni project ya FIFA. FIFA wana vigezo vyao vya kutoa kibali cha VAR.
Mwanzoni mwa msimu tulitegemea tungekuwa na VAR, lakini kuna mambo ambayo nafikiri mamlaka zinaweza zikazungumza na waishazungumza kwamba havikwenda sawa. Kwa hiyo tuendelee kusubiri jamani. Wenzetu Misri tayari wana VAR inafanya kazi, na nafikiri South Africa pia wana VAR. Kwa hiyo mwisho wa siku VAR haziweki kizembe tu. Zile TV zina kazi gani za uwanjani? Sio kazi yake, ni kitu kingine kabisa. Saudi wa Zanzibar, Mohamed Salim Abdallah. Tarita bana. Mdogo wako Kevin, nakumbuka wewe na Kabombe nani mkubwa? Kabombe amenizidi kidogo sana. Kabombe ni mzee. Mimi pia ni mkubwa sana. Mimi ni mkubwa. Sasa hivi na miaka 45. Sasa miaka 45, jiulize hapo ulipo wewe na miaka mingapi? Mimi ni chuma cha Mjerumani. Sasa Kabombe amenizidi kidogo sana. Ge, umemwonaje kiwango chake? Mchezaji mzuri sana Libase Ge, na akiendelea kufanya kazi yake vizuri nafikiri mambo yatakuwa ni mazuri sana. Simon Nonda anasema tajiri hauna baya. Safi, na kushukuru sana. Nani mwingine? Niko na dakika chache sana za kumaliza live. Na by the way account yangu ilifungiwa live muda mrefu sana. Mtangazaji bora wa mpira Tanzania ni Nurdin Selemani. Sure, Nurdin Selemani ni mtangazaji mzuri sana, na mimi nimemshikia sana makabrasha Nurdin Selemani akienda kutangaza mechi. Yaani wakati hata kutangaza sijui kama nitatangaza. Kwa hiyo ni mkongwe. Agi Simba, Agi Daniel, nimeweka miaka 45. Mbona unauliza kwamba uamini? 45 years, miaka 45. Agi Simba, we ni mtoto mdogo sana kwangu. Kwa hiyo tuma shikamo nizione hapo, shikamo nyingi. Kuacha janja. Mpenja ulikuwa wapi? Mimi nipo kazini Azam TV. Nina kazi nyingi za kufanya jamani. Kwa mpira natangaza kidogo. Nimechoka kwa kweli, umri umesogea, nimekuwa mzee. Acha vijana wafanye kazi. Ninyi wenyewe mmeshanichoka. Maana naonaga tu we bwana toka hatukutaki. Na mimi nasema sawa. Shikamo Baraka Agi Simba. Marhaba binti mzuri, mtoto wa Daniel marhaba. Zee hapa, mzee kweli 45 years. Na miaka 45 saa hizi. Haya, muda wa kustaafu serikalini ni miaka 60. Mimi siko serikalini, na kwa umri wangu sidhani kama kuna siku naweza nikaajiriwa serikalini. Sisi tuko sekta binafsi bwana, tunapambana na maisha.